Ni Yesu anasamehe chochote ambacho umekitenda. Ni Yesu anaokoa lolote ambalo umelitenda. Na hii ndio bahati nzuri ambayo tunazidi kuisema na kuinena, ni kwamba Kristo alikufa na akafufuka kwa ajili ya kumsamehe mwanadamu na kwa ajili ya kuondoa dhambi ambayo inamtesa mwanadamu. Apate kuielekea mwenye maombi kusadiki, apate kusadiki kwamba Kristo alikuja na anatoa msamaha ndani ya kila mwanadamu atakayemwamini na atakayemsadiki. Wakati Yesu yuko msalabani, mzee akajikuta yuko na wezi hapa wawili wamepiga mizinga kwenye nchi ya Israeli, wakajikuta wako rumande. Sasa akajikuta wako Sero. Wakati Yesu anaenda kusulubiwa, yuko na wezi wawili. Wezi wa kwanza akamwambia Kristo, akamtukana, akamwambia wewe Yesu unaokoa wengine, basi jiokoe hapo kama wewe ni mwana wa Mungu na utoke msalabani. Umeona? Akamkashifu mzee. Baada ya kumkashifu Yesu Kristo mahali pale, Biblia inasema Yesu akanyamaza, hakumjibu neno lolote. Yule mwisho pili akasema, Bwana nikumbuke nitakapoingia kwenye ufalme. Kwa sababu gani? Alijua kwamba Yesu ana ufalme. Alijua kwamba Yesu ana mamlaka. Kwa Yesu anamwambia, leo hii mwanangu utakuwa na mimi peponi. Akiwa na maana hii kwamba leo hii utapata nafasi ya kuingia peponi bure. Sasa tunapomsema Yesu Kristo ndani ya maisha ya mwanadamu, ni tunasema habari ya ukombozi wa maisha ya mwanadamu ndani yake. Dhambi unasamehewa kwa kumkiri Yesu Kristo. Msamaha wa dhambi unaupata kwa kumkiri Yesu Kristo. Wakati niko mraibu wavutaji wa mibangi, hiyo siku nimekura bangi, maana ananiambia bangi haendi, ananiambia uchawi uendi kwa mentali. Nikalinyongojoa mwanangu, nikakamata risi na nikalivunja. Nimelala nimelibuya, nikasema hakuna mchawi ambaye anaweza kanitesa. Usiku nimeamka najikuta na matope kwenye miguu. Nikasema blood full, hata mchawi agopi mjani. Maana wakati nafuta mjani waliniambia ukibuya mjani hakuna mchawi anaweza kukusumbua. Sasa hiyo siku nikabuya, nikajikuta naamka asubuhi nina matope mguuni. Sasa ndipo nikatambua kwamba Ibilisi haogopi chochote kile ambacho nakifanya. Yule Ibilisi anaogopa mtu ambaye amekabisi maisha yake ndani yake Yesu Kristo. Ndio maana tunapohubiri habari ya msamaha na habari ya toba, ni tunahubiri habari ya kumnasua mwanadamu, kumtoa katika jehanamu ya moto na kumleta katika uzima milele. Na mpenda Mwalimu Nyerere kwenye hotuba ya mwaka 99, hata kabla sijazaliwa, akasema hizi habari ni heri leo hii mkubali Mungu wakati unaishi, kuliko ulimkataa ukiwa Iringa na kwenye stendi na maskani ukafa ukakutana naye. Unajua kuna baadhi ya watu wanamwetea Mungu akiwa anaishi, wanaishi wanaonekana kuwa ni Wakristo, ili siku ya msiba wasikwe vizuri na mazishi yao yaani kwenye ibada, wakizani kuwa Mungu anaongwa na mazishi na anaongwa na dua kwenye kaburi. Remi utesa msingneba. Biblia inasema chochote pandacho mwanadamu ndicho atakachokivuna. Akiwa na maana hii, Mungu asikilizi dua kwenye msiba. Yaani kama ulichanga karata vibaya duniani, umerambwa. Kwa sababu Mungu hata sikiliza maombi alikisha kufa mseni hukumu. Sasa kama wewe ulikufa umeweka bando la konyaki kichwani, ukateremka kwenye mteremko wa Iringa, ukakutana na semi nimebeba simati, ukazani kwamba ni bodaboda wenzako akakutusua kwa sababu bando la konyaki liko kichwani au bando la raifu. Jusikati nilikuwa nahubiri hapa, nikakutana na mzee ameshika kiraifu. Kashika kiraifu kimemlaifisha mzee, kimekongoroa maisha yake. Nikamwambia mzee, hii raifu haina maisha ndani yako. Sina maana kwamba nakusema kama unatumia hivyo visaga. Ninasema hizi habari nilipata kutoka na kutambua kwamba hakuna faida yoyote katika vitu vibaya ambavyo unavifanya. Ndio maana injili tunapohubiri kwa kila mtu yote apate kusadiki na kuamini. Nikwambia msema hivi virefu havina maisha ndani yake. Yesu anatoa maisha. Yesu anakupa msamaha na nguvu ya kushinda hivi virefu. Kwa nguvu zako huwezi kushindwa. Kwa nguvu zako huwezi kujinasua. Ndio maana tunapopira basi Kristo ni kwamba yoyote atakayesadiki tunakupa nafasi Yesu Kristo, Yesu akatawala ndani ya maisha yako, anaangaza na kukupatia nguvu ya kumshinda Ibilisi na kushinda vitendo vyote vya mwovu shetani. Rafiki zangu, pepo ni halisia, kuzimu ni halisia. Fedha na shughuli za dunia zizikufanya ukamsahau Mungu ndani ya maisha yako. Jamaa mmoja alimfuata Yesu kipindi Yesu anahubiri, alikuwa ni tajiri. Wengine wanasema tajiri una baya, sawa. Akamfuata Yesu. Alimfuata Yesu, Yesu akamwambia yule bwana, akasema Bwana nahitaji kuingia mbinguni nifanye nini? Yesu akamwambia umezishika amri. Yule bwana akasema nimezishika tangia utotoni mwangu. Yesu akamwambia umepungukiwa kitu kimoja. Yule bwana akataka sikia, msikize Yesu na sako kuna kubonga nini? Akamwambia Yesu akamwambia hizi habari ni kwamba, akamwambia kauze kila kitu ulicho nacho, kawagawie maskini.
Ile neno likawa ni baya kwa yule tajiri, kwa sababu moyo wake ulikuwa umeambatana katika fedha. Kuwa na fedha sio shida, shida ni kupenda hela. Kuwa na fedha sio shida, shida ni kuipenda hela. Na maana hii, ukiipenda hela, uko rasi kwenda kwa mganga yoyote Iringa, akakwambia mtoe mama yako na ukamtoa, akakwambia mtoe mtoto wako na ukamtoa sadaka. Ukipenda fedha, kuwa na hela sio shida mzee wangu, ila shida mzee wangu ni kuipenda fedha. Mzee, Mungu akubariki. Ni wazee wachache ambao wanasikiliza habari njema. Ukikutana na mzee sasa, unamwona mzee una miaka mingapi sasa? Mzee anagonga kwenye 60 na kitu, sitaki kumtaja mbele. Amevuka 60 na kitu. Sasa huyu ni mzee, unamwona bado ni konki. Mzee, kwani kwenye ujana wako uliweka pombe wala kitu chochote? Avuti sigara, hanywi pombe. Unamwona iko konki, wana 60 na kitu. Sasa huyu ni mzee. Sasa madhara ya ulevi ukishakunywa, ulevi kisayansi inaua seli ambazo zinakufanya mwili wako strong. Sasa tukiachana na habari ya Injili na kuleta kwenye sayansi, maana kuhubiria somburura. Kwa hiyo unapokunywa inaua seli zako za kufanya mwili uwe strong. Na ndio maana yote anayekunywa mipombe milaifu uso wake unakunjamana. Na mibangi msema zangu. Na mibangi inakufanya nguvu zako zishe. Sasa bahati mbaya, sasa tunatokaje huku? Mziki ni kutoka, kuingia sio shida. Shida ni kutoka. Tunatokaje? Huwezi kutoka kwa nguvu zako. Ndio maana Injili inakufuata, inakuhubiria. Unaona kijana alivyo smart. Umeokoka? Umeona sasa? Tunasemaje? Umeona bro? Kijana ukaokoka, yuko smart, yuko fresh. Au unajua kuna mifaida kibao kumjua Yesu Kristo kwa bado kijana. Kuna faida nyingi sana na kumjua Kristo kwa bado kijana. Sasa shetani kwa sababu anajua kwamba ukishamjua Yesu Kristo atakuwa amekosa mtu kuingia nao jehanamu, kwa sababu jehanamu imeambukiwa na jehanamu imetengwa kwa ajili ya shetani na vibaraka vyake na wote ambao watajipendekeza kwenye mstari wake. Sasa ibilisi anajua kwamba utakaposikiliza neno na kuzingatia ndani ya maisha yako, utakuwa umejinasua kutoka katika jehanamu ya moto na utakuwa umeleta katika uzima. Yule tajiri anaambiwa na Yesu Kristo kwamba usa kila kitu hicho nacho kagawe maskini. Tajiri anaumia na anatoka mbele zake Yesu. Yesu akasema ni vyepesi sana ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kurithi uzima milele. Akiwa na maana hii, Yesu anasema mahali popote ambapo moyo wa mwanadamu ulipo, na ndipo uzima wake ulipo. Yule bwana uzima wake ulikuwa kwenye fedha. Ina maana Yesu alipomwambia uza fedha, uza mali zonazo, akujua kwamba yupo Mungu ambaye alimpatia mali na pesa ya kupata utajiri. Kwa akasema kwamba ni kwa nguvu zake ndio amepata utajiri. Ndio maana Yesu akasema ni vyepesi ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kurithi uzima milele. Iko na maana hii, sio kwa tajiri tu. Chochote ambacho utakishikilia na utaspend muda mwingi sana kwake, hiyo itafanyika kuwa kama ibada, hiyo itafanyika kuwa kama kuabudu. Na maana tunapomleta Yesu Kristo kwenye mji wa Iringa ni kuja kukuhubiria habari za uzima, habari za toba, habari za ondoleo la dhambi ndani ya maisha ya mwanadamu. Nimeangalia pale mbele, niko na bajaji na Amari Tupac Shakur, alafu ana bangi liko kwenye mdomo. Yule pale kaweka bandama. Sasa kuna vijana wengi wanaiga maisha yule mshikaji. Kuna watu washauza roho zao kuzimu, na vijana wengi wanaingia kwenye mkumbo kumfuata, wakishani kuwa kufuata maisha ambayo Tupac Shakur kwamba ni ujanja. Basi mekujua kwamba shetani tu anaspenda na kupiga roho kwenye ujana, unakuja kubumburuka kesha kwa mzee. Umeshatumia muda mwingi sana kuharibu kila kitu ambacho Mungu amekuweka ndani yako. Sasa hizi habari za uzima, roho hii tunazileta kwenye miji na kwenye sehemu. Na kwa wanangu wa faida ambao wanacheza pool table, ndio unagonga pool kwa na Yesu. Unaweka mahesabu hapo ukiwa na Yesu. Kama unavyoweka mahesabu kugonga hiyo kete, na ndivyo shetani anavyokureketi. Kama hiyo white unavyoiweka vizuri, na ndivyo shetani anavyokureketi hivyo. Kwa hiyo lazima kuwa na ulinzi ndani ya maisha yako. Maisha yako yatakuwa ni taba. Ndio maana hizi habari ni njema kuzipokea, hizi habari ni njema kuzisikia. God bless you. Mungu awabariki sana vijana wenzangu. Neema za Kristo ziwe ndani ya kipani. Na kupitia maskani wachungaji wakatokee kwa jina la Yesu. Kupitia maskani nataka nikwambie wainjilisti wakatokee kwa jina la Yesu. Hii maskani sisae wauni. Hii maskani sisae wasisera. Hii maskani sisae mabaharia wa ovyo. Hii maskani sisae vijana wa ovyo. Hii maskani kezae watumishi.
Wakati unagonga keto tambua kwamba Mungu yupo. Wakati unacheza puru tambua kuna maisha baada. Bwana Mungu awabariki sana. Siniachilie maombi tu afu niende zangu. Yesu asante na libariki jina lako. Pokea sifa Mungu anasoma mbingu na nchi. Asante kwa vijana wenzangu ambao wameitikia injili kwenye sehemu. Wewe Mungu unapendezwa na kijana ambaye atakukimbilia na kukucha ndani ya maisha yake. Nasi tunaomba grace, tunaomba uzima ndani ya maisha ya kila kijana yote katika sehemu. Bariki kazi za mikono yao. Ukawainua na kuwajenga katika jina la Yesu. Wapo wengine wana familia zao, linda familia zao, linda watoto wao, linda kila kitu ambacho atakifanya katika jina la uweza lako Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuwa unaweza na wewe ni mtosherevu, kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Mtu mmoja aseme amen. Kimeomana maskani. Maskani wamekubali injili. Bwana Mungu awabariki sana, nimewakubali wanangu wa faida. Yesu anawapenda sana. Yesu anawapenda sana. Jina langu naitwa Edward Madison, napatikana kwenye social media. Utaweza kukamata namba yangu hapa kama utahitaji mawasiliano na kama utamhitaji kumpokea Yesu Kristo. Mungu abariki kazi ya mikono yenu. Hapa nimeshakuwa maskani yangu tayari. Natakuwa naingia hapa. Namba zangu za simu ni 0685 590090. Unahitaji maombi, unahitaji ushauri wote wa kiroho, Bwana mimi Mungu nayemtumikia anajibu na ni Mungu alisikia. 0685 590090. Bwana Mungu abariki mwana wakati mwema. Amani za Kristo ziwe ndani yenu. Amen. Kucheza kubeti ni dhambi. Nilikuwa sijaona. Sasa kwa nini sikuambia ukweli? Kubeti ni dhambi. Shule umeferi unakesha hapa masaa 12 akili singeweka shule. Mtu kajikunja na mkeka masaa 4 yuko hapa. Na shule ana score 0. Hiyo akili ungeweka shule ungekuwa mbali sana mzee. Hakuna muinda ama naweka pata rosi. Sasa kuna vijana wengi mmeifanya kwa hiyo kazi. Hiyo sio kazi mzee. Hiyo ni kamari. Achezee kamari aingie mbinguni. Acha kamari. Msicheze kamari vijana. Kamari ni mbaya. Kamari ni mbaya. Usicheze kamari. Nilidi anibeti. Wewe unayebeti wewe. Uende mbinguni ujue. Unaona makaratasi hapo uchanika mengi hapo. Ngoja nitoke. Usibeti. Kuna watu narisha mke kwa sababu ya mkeka. Mke ataondoka nyumbani kwako. Mtu umeoa unakuja kubeti, hiyo sio kazi mjue. Bwana, ngoja mimi nyamaza. Sije kasema mtumishi unagonga nige simu nimalizie na mimi.